Basi wenzangu ambao niko nao katika madhabahu, lay readers wetu, evangelist wetu, viongozi wa kanisa akiwemo retired Padri Oyati na wale wote waliofika katika ibada yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mlembe, mulabalamu, musangalire, muli mwoyo. Siese sangale ndo mlamu ingoye fuko kulabalamu. Mke wangu ni mzima, watoto wangu ni wazima, na nimefurahi kupata nafasi ya kujiunga nasi na wewe pia kupata nafasi ya kuja katika ibada hii ya katikati ya wiki ya ushirika mtakatifu. Najua kwamba kuna changamoto nyingi. Tumeomba sana ya kwamba Mungu atupe baraka ya mvua, na kweli Mungu ametupa baraka, lakini unajua mwanadamu ni mwepesi wa kusahau. Tena natumia hiyo mvua ambayo Mungu amempatia kuweza kukosa kwenda kushiriki ibada. Lakini wewe ambaye umefika, nataka nikushukuru kwa kuacha mambo yote mengi ili uje upate chakula cha roho. Jana ilikuwa ni Jumatano ya Majivu, na hiyo ndio ilikuwa siku ya kwanza kabisa ya msimu wa Kwaresma ama msimu wa saumu. Msimu wa saumu ni msimu ambao unachukua takriban siku 40 za kuomba na kufunga na kutafuta uso wa Bwana. Na siku ya kwanza ya msimu huu inaitwa Ash Wednesday, ambaye Wakristo wanajumuika na kufanya sala maalum, na kisha padri anawapaka majivu kwenye vipaji vyao kuonyesha kusononoka, kuonyesha ya kwamba wanajihurumia dhambi zao, na wanaanza msimu wa kutesa mwili na kutafuta uso wa Bwana na kujenga roho yao, to strengthen their spirit, to strengthen their soul. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wale ambao walikuwa Ikoli jana, tuliongelea sana kuhusu jambo hili la Ash Wednesday. Shuko abolereho. Ash inamaanisha nini? Why do we use the ash? Hiyo ash inatoka wapi na iko na msingi gani kwa Biblia? Na Kenya shana mkristo hole musindalo sio kuonjera mo inzala. Bulano nyanga ino nataka tuangalie Injili ilivyoandikwa na Luka mtakatifu mlango wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Ni Swahili Bible. Injili ilivyoandikwa na Luka mtakatifu mlango wa 4, na msingi wa neno hili ni kujaribiwa kwake Yesu Kristo. Tumeanza msimu wa Kwaresma ambao utachukua takriban siku 40. Na huu msimu ni msimu wa kufunga na kutafuta uso wa Bwana. Mambo matatu ambayo yanafaa kujitokeza katika maisha ya Mkristo katika msimu huu wa mfungo. Jambo la kwanza ni kujinyima, self denial, kujinyima chakula na mahitaji ya kimsingi ya mwili ili kutafuta uso wa nani? Uso wa Bwana. Jambo la pili ni msimu is a season of sharing. Ni msimu wa kushiriki vile ambavyo Mungu ametupa, baraka ambazo Mungu ametupa, tushiriki na wengine wasiojiweza katika jamii. So it's also a time of sharing. Number 1, a time of self-denial and prayer. Number 2, a time of sharing. And number 3 is a time of forgiveness. Msimu huu wa mfungo inatupa fursa sisi kama Kristo kutengeneza amani, both with God and with our neighbors. Musungi ya bola mbu vertically and horizontally. Utengeneze amani na Mungu, na utengeneze amani na wale unaoishi nao na wenzako. Peace with God and peace with men. Wakati wa msamaha, kusamehea na pia kusamehewa. Na wafuasi wa Yesu wakamuuliza Yesu, tukiomba tuombe namna gani? Yesu akasema, ombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yalivyo wapi? Utupe leo riziki yetu, utusamehe
makosa yetu kama vile tunavyowasamehe wale waliotukosea. So if you are seeking forgiveness with God, you must begin by also seeking to forgive others. Ulia ukhabango mulembende Nyasaye pako hula habe mulembende abasho. Yule anayetaka ya kwamba yeye ni mwenye dhambi na amejibaka majivu kuonyesha huzuni wa dhambi ambayo imemkalia, na anataka Mungu amsamehe msimu huu wa Kwaresma, lazima yeye pia awe tayari kusamehea watu wengine. Lazima pia awe tayari sio kusamehea watu wengine tu, pia awe tayari kuomba msamaha mahali ambapo alikosa. Nilitaka niseme haya kwa benefit ya wale ambao hawakuja jana kwa Ash Wednesday. Lakini tunapoingia katika msimu wa mfungo, tunauliza Yesu, je, Yesu wewe ulifunga? Na jibu lake linapatikana kwa Luka mlango wa 4. Wakati Yesu anatoka Yordani baada ya Yohana kumtambulisha kwa watu kama yeye kuwa mwana wa Mungu na kumbatiza, Biblia imesema ya kwamba na Roho wa Bwana akamuongoza Yesu kuelekea katika wilderness, jangwani, Mshitsimi. Bwana Yesu asifiwe. Listen, people of God. The Bible doesn't say that upon receiving the Spirit of God, he was led to the pulpit or he was led on the altar. The Bible says after receiving the Spirit of God, Jesus was led where? In the wilderness. Wakati Roho wa Mungu alishuka juu ya Yesu, hakumpeleka madhabahuni, hakumpeleka kwa pulpit, alimpeleka jangwani. Maana bana befu, jangwani ni mahali pazuri. Mkitimi na abundalai. To be precise, the name of the desert was called Judean Desert. Judean Desert. Judean Desert was known for all harsh conditions. Shitsimi cha Judea, it was, remember, it's a desert. Ifula shikuita angayotao. Si solo timba laba tiri Judea. Wild animals. Ndio manake hata wakati shetani alikuja kwa mfano wa nyoka. Now, kila ambacho nataka ujue ya cha kwanza ni kwamba wakati mtu anapokeanga Roho wa Bwana, wakati Mungu anapatianga binadamu karama fulani, Olonya saya wetango mwana omunde shianwa fulani, nombo bako fulani, aranjiranga amukasi mberi. Yesu kwenda jangwani yalikuwa ni maandalizi yake kwa ajili ya kazi atakayoifanya baadaye. The wilderness was to harden him. The wilderness was to prepare him. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, ukiwa na Roho wa Mungu usiogope kwenda jangwani. Na sio shetani alipeleka Yesu jangwani. Sharuko musuku shetani wachinga Yesu ya mwila Mshitsimi tawe. Indaka nibo la mwina Yesu Mshitsimi, Roho wa Nyasaye ya mwemera kutiana Mshitsimi. Kuna majangwa mengine wapendwa, sio shetani amekupeleka, ni Roho wa Mungu amekupeleka. Huenda uko katika jangwa la magonjwa, huenda uko katika jangwa la kukataliwa, kila mtu amekukataa, hata wakwenu wamekukataa. Huenda uko katika jangwa la ukame, huenda uko katika jangwa la njaa, huenda uko katika jangwa la kudharauliwa. I want to submit to us today that the Spirit of God leads us into the wilderness, not to kill us, but to prepare us. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bola kwa shamba, I'm being prepared. Hallelujah. You will not die in the wilderness, because wilderness is not a place of death. It is a place of preparation. Hizo hali ngumu ambazo unapitia kwa maisha, amanyeko koburanga hokalia, ile ukataliwa ambayo unakataliwa katika maisha, ni Roho wa Mungu ameruhusu ifanyike, kwa sababu lazima uandaliwe kwa jambo fulani. Hula pako kasimo kulikuwa fulani. The Bible says the Spirit of God led Jesus
to the wilderness. Haikumpeleka kwa temple, haikumpeleka kwa synagogue. Now some of you want to go to the temple before going to the wilderness. Abandi mwenyanga kutsa kubwali mushazena mushitsimi. Nuolanga nyanga zinokunda abandu milango chabo changuya. Likuwa kidogo ya kasira. Likuwa kidogo ya kalakando. Kitu kidogo amekata. Kitu kidogo ambeba mikono. Wakristo ambao tuko nao siku hizi roho yao ni ndogo hivi kwa sababu walikimbilia katika madhabahu bila kwenda jangwani. Sasa kidogo esiendaka. Esiezwe zenziata. Endeshere shehola tao. Kuloko shiba la hola. Nendo khudradra. If you see a Christian behaving that way, just know that Christian must have skipped the wilderness. Because the way to the altar is through the wilderness. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu ndiye aliyepeleka Yesu jangwani, sio kumumaliza, sio kumuua, bali kumuandaa kwa huduma iliyokuwa mbele yao. Reba kwa shombu wabako mukitsimi. Mrebe kwa sambu wabura kwa mukitsimi, nomba wola anorie. Bwana Yesu asifiwe. Saide kuuza mwenzako ulipitia hapa ndio ukafika hapa. Ulipitia kwa madhabahu ama ulipitia kwa jangwa? Haleluya. Yesu akawa jangwani, hakuenda jangwani kuenjoy maisha. The purpose as to why Jesus went to the wilderness, it was to prepare him to weaken the body and strengthen the spirit. To weaken the body and strengthen the spirit. Ohumishombiri shembolanga mtisha kahola tawe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hii msimu wa kufunga tunapoingia katika jangwani, it is a period of denying, punishing the body and strengthening the spirit. Nuolanga kama umefunga huu msimu inamaanisha ya kwamba unajinyima wakati wa kuenjoy maisha to create some more time ya kuomba. So kama umesema ya kwamba mimi kila siku nitakuwa sili sapa, hiyo wakati wengine nakula sapa, you are supposed to be praying. Let me tell you one thing. If you fast without praying, you are starving yourself. Ni kama mboli mukuyo terisi kufunga nisholama ngatawe umisinga sombiri shikaya. Liasa. Just eat. The essence of fasting is to create more time to be at the place of prayer. So if you are fasting and you are not praying, I repeat again, you are starving yourself. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaenda akaanza kuomba akiwa pale jangwani na akaset record ambayo haijaivunjwa na mwanadamu yeyote. Siku ngapi? 40 akiwa anafunga na kuomba na kutafuta uso wa Bwana. Mwezi mulamba kwawa ndesinyanga singa 10 nale mushitsimi. And he was there for 40 good days and night. And the Bible says, wakati Yesu alikuwa amemaliza tu kufunga hivi, shetani akatokea. Mutimonti abandu, in our eyes as human beings, we think that the 40th day of fasting was the most powerful day. Nuwakafunga nyanga 40. Shobe tangu wakanga somulirota. Nyanga tinga? Isaya Yesu yani yakango muliro. Inyanga ya 40. Niyo inyanga yo musuku shetani ya loleshera. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fasting does not scare away the devil, but fasting gives you strength to overcome the devil. Okufunga shukulonda anga shetani tawe huananga mani kwa kushira wina shetani. Bwana Yesu asifiwe. Fasting does not scare away the devil, but fasting gives you strength to overcome the devil. No muskiesa, no musukama ndo blaibu wene. The devil knows very well that this young man, about 30 years now, Jesus is about 30 years. This young man is now very hungry. 40 days hajakula. Na shetani akaona ya kwamba njia rahisi ya kumjaribu shetani, ya kumjaribu Yesu ni kutumia weakness yake. Weakness yake ni gani? Akona njaa. Umuzuku Yesu yali musiruta Yesu no mchesi. Amanyira your appetite.
Shetani anajua ya kwamba wewe una haja sana na mali. Shetani anajua ya kwamba wewe una haja sana na mushene. Ekuboleko, uulireko, yamanya mbocha makenako. Nulu ala kutemasa. The devil will tempt you by your weakness. The devil will tempt you by your area of weakness. That's where he will tempt you. Amanyine mbu Yesu alinzala, ambola mbulano Yesu, uli mwana wa Nyasaye. Noba nocha makwamba uli mwana Nyasaye kola jina. Kalukasiako machina kanoke kola jina. Loka linzala lia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Manana muira akulu. Yesu yabona mbu liandi kwamba mwana wa mundu shalamenya sa kumukateta. Abula kulikuwa rula munoko wina. Imeandikwa. Shetani hakutosheka, akabeba shetani ya Yesu akampeleka mahali palipo inuka. The Bible says akamuonyesha mali ya dunia. Miandu cheshalo. Hii yote ni yangu. Unaponiinamia tu hii yote umechukua. And I think that thing has come back in our age. Very many young people nowadays work with Illuminati na Freemason because work on a greed for money and quick wealth. Abana befue shibenyokole milimo tawe. Vijana wetu kwizi wamekataa kufanya kazi. Wanataka mali ya haraka bila kutoka jasho. Unda wadanga mbu woshi. Bwana Yesu asifiwe. Wanataka mali ya mka. Lakini Yesu anamwambia shetani kwamba imefanya nini? Imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abaherwa. Amatemo katharukai shetani yatema Yesu. Imali nehuwa. Kasi mikatolie. Khola makina kaba mikato holishina. Litemo liya katarubana bevu. Shetani yanachonyere. Yani Yesu alikuwa ameambia kila kitu. Yesu anambia shetani imeandikwa. Badilisha mawe hiyo mikate. Yesu akamwambia imeandikwa. Hii mali imeandikwa, si ndio? Sasa shetani pia akasema unatumia maandiko. Wacha pia mimi nikufuate kwa maandiko. Shetani pia akaingia kwa maandiko akamwambia Yesu ndio kali mwana wa Nyasaye. Nishoru kakula mweka lemuno okwasi. Siliandikwa. Mwana asifiwe. Siliandikwa ya kwamba malaika watakuzingira watakushika, imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu nataka ukue very careful kwa hili jaribio la tatu. Yesu alikuwa na two approaches. Approach ya kwanza, Yesu pia alirudi kwa maandiko, akaambia shetani imefanya nini? Imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Alitangulia akamwambia okay, umeenda kwa maandiko, wacha nikurudishe pale pia mimi. Imeandikwa usimjaribu Bwana. Lakini approach ya pili ambayo napenda, Yesu alisema shetani ondoka hapa uende. Rulano tia. Lano bana befu katika huu msimu wa Kwaresma, you are going to be tempted. Unaenda kujaribiwa. Na shetani hata kuja bila alienda Judea, shetani anaweza kuingia kwa mtu yeyote na kujaribu. Sio kama zile siku alikuja mwenyewe kwa Yesu. The devil can enter anybody. The devil can enter your wife. The devil can enter your husband. The devil can enter your child. The devil can enter your pastor. The devil can enter your evangelist. Anybody can attempt you. Otitsango kutema mundalo tsino. Unapotafuta uso wa Bwana na kuandaliwa kwa mambo yajayo mbeleni, unaenda kujaribiwa. Lakini tumepata approach ngapi? 2 peke yake. Approach ya kwanza ni kuambia shetani ya kwamba imeandikwa. Imeandikwa. Na utasemaje nimeandikwa kama hujui neno? Leba kwa shomboezi kalubazo shina. Wezi kalubazo shina. Meba ndibezi kasa Yohana 3:16. Khoba mwami yera muneshalo kujama hano mwana omuterwa mbuli Yesu musubirira Yesu yekula. So then you begin to understand that you can never defeat the devil without the word of God. Paul abolanga ba Efeso 6:3.
na abalanga bimanulwa bya roho ta abalanga mbu helmet, the helmet of salvation ta, the breastplate of truth ita abolamba kuwa manji na malabo lambu lihuwa lya Nyasaye olukanga lwa roho, the word of God, which is the sword of the word of God. Paul says is the sword. Now nosoma Efeso 6:10 kuendelea chini, unapata ya kwamba katika zile silaha zote ambazo Paul ameandika chini, it is only the word of God ambayo inatumika kuattack. The other ones are defensive. The helmet of salvation, the breastplate, efilaro omushipita, lakini nuonyo kuataka odatakiende shina olukanga. It's the only offensive weapon that we have against the devil. Lihuwa lya Nyasaye. Bwana Yesu asifiwe. Na lwa Yesu yatemungwa kitabu shobuvimbuli shali shishiro kwandikwa baada ya mala asunje kandi buvimbuli lya bolanga Yohana mbumulamushiro musuku shetani kumakuwa kenga kabiri. Number 1 kwa neno la ushuhuda. Number 2 kwa damu ya mwana kondoo, by the word of a testimony and the blood of the lamb. Na mimi naomba ya kwamba katika msimu huu wa saumu Mungu anipatie neema na akupe pia wewe neema. Tunapojaribiwa tuweze kupita majaribu kwa kutumia maandiko na kumfukuza shetani. Kutumia maandiko na kumfukuza shetani na kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.